Shalom, Bwana Yesu awabariki sana. Wapendwa, tutakwenda kuzungumza juu ya mada ya kwa nini Biblia takatifu inasema kila Mkristo ni lazima kufunga. Kwa nini kila Mkristo ni lazima afanye fasting, yaani kufunga? Kwanza tuone nini maana ya kufunga kibiblia. Kulingana na Biblia, kufunga ni kitendo cha kuacha chakula au kinywaji kwa muda ili kujielekeza kwa makusudi fulani kwa Mungu katika maombi, toba au kutafuta mwongozo wake. Katika kile kitabu cha Esta sura 4 mstari wa 16 tunasoma, Esta anaeleza, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Pili, tuone kanuni za kibiblia zinazopaswa kufuatwa wakati wa kufunga, maana sio kila funga Biblia inakubaliana nayo. Jambo la kwanza, kufunga kunahusiana na kuacha kula au kunywa. Katika kitabu cha Danieli tunaona Danieli alifunga siku 21. Katika kufunga kwake hakufungua kwa kula chakula kitamu. Tunasoma katika Danieli sura ya 10 ule mstari wa 3. Sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Lakini katika Agano Jipya tunaruhusiwa kupaka mafuta, tunaruhusiwa kuvaa vizuri ili mtu asijue kwamba upo kwenye mfungo, kwa maana unapofunga ni siri yako wewe na Mungu basi. Mathayo sura ya 6 mstari wa 17 na 18, Bwana Yesu anaagiza akisema, bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Turudi kwenye jambo la chakula. Kwa nini unapofungua hupaswi kufungua na chakula kitamu au cha anasa wakati wa maombi haya ya kufunga na kuomba, au kwenye siku zote za maombi yako ya kufunga na kuomba? Kumbuka, lengo la maombi ya kufunga ni kuitaabisha nafsi kwa kumwonyesha Mungu unyenyekevu na kumaanisha katika kutubu, kuomba msaada na kumwonyesha Mungu kwamba kweli unahitaji jambo ambalo umefunga kwa ajili yake. Zaburi ya 35 mstari wa 13. Bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, na alijitesa nafsi yangu kwa kufunga. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajijua kwamba chakula gani ni kitamu kwako au ni cha anasa, basi hicho usile, kwa maana unafunga ili kuitesa nafsi yako, kuonyesha kwamba kuna jambo fulani wewe unachuchumilia, unalihitaji Mungu akufanyie. Danieli ametaja vyakula vichache ambavyo ni vitamu, wala hakula nyama siku za kufunga kwake, wala vinywaji vya anasa hakunywa hivyo siku ya kufunga kwake. Kwa hiyo Biblia takatifu inathibitisha kuwa kufunga ni suala linalohusiana na kuacha chakula na vinywaji. Mfalme Daudi anaonyesha matokeo ya kufunga muda mrefu katika mwili wake kwa kukosa chakula na vinywaji. Katika Zaburi ya 109 mstari wa 24 anasema, magoti yangu yamedhoofu kwa kufunga, na mwili wangu umekonda kwa kukosa mafuta. Kwa hiyo Mfalme Daudi alikuwa anafunga sana na kufungua kwa vyakula vya anasa. Ndiyo maana anasema magoti yalidhoofu na mwili wake ulikonda. Jambo la pili, kufunga kunaendana na maombi. Ndiyo maana yanaitwa maombi ya kufunga na kuomba.
Kufunga bila kuomba ni zoezi tu la kupunguza mwili, wala sio tendo la kiroho. Kibibilia unafunga ili maombi yako yawe na nguvu zaidi, maombi yako yawe ya kumaanisha zaidi, kumwonyesha Mungu kweli unahitaji kitu hicho. Tusome katika Danieli 9 mstari wa 2 na wa 3. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Kwa hiyo kufunga ni kitendo cha nyongeza katika zoezi la maombi. Unafunga ili kuongeza nguvu zaidi katika maombi yako. Hakuna kufunga bila kuomba. Yoeli 2 mstari wa 12, maandiko yanasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Tunasoma tena katika Luka sura ya 2 ule mstari wa 37. Biblia inazungumza kwa habari ya mjane moja jina lake Ana. Biblia inasema, naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Kwa popote kufunga kulitajwa au kufungwa kuna maanisha katika Biblia ni kufunga pamoja na kuomba. Usifunge umekaa tu unangojea muda wa kufungua. Hapana, endelea kumsifu Mungu, endelea kumwabudu Mungu na kuomba sana. Jambo la 3, kufunga pia kunahusisha kujitenga na mambo fulani na watu fulani na vitu fulani. Mfano, katika ulimwengu wetu wa sasa, kujitenga na mitandao ya kijamii na vifaa vya burudani kama internet kwa kipindi hicho ambacho utakuwa unafunga. Sio wakati wa kujiburudisha, ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana, ili uwe na muda wa kutosha kuomba, muda wa kutosha kumsifu Mungu, muda wa kutosha kumwabudu Mungu na kusoma neno lake Mungu na kutafakari habari zake, na ili uweze kusikia sauti yake anapojibu kwa habari ya maombi yako. Bwana Yesu wakati wa kufunga alielekea nyikani. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa 1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku. Mitume wa Bwana Yesu wakati wa kufunga na kuomba, wengine walishinda kanisani, walikaa kanisani ili kufunga kwao kuendane na ibada na maombi. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 na mpaka wa 3. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkireni na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Kwa wale walioajiriwa makazini, mfano tunaona nabii Danieli, walitafuta muda wa kuingia kwenye vyumba vyao wakati wa maombi ili kuwa na uhuru wa kuomba, kumsifu na kumwabudu Mungu pamoja na kusoma neno lake na kutafakari habari zake. Danieli 6 ule mstari wa 10, maandiko yanasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3
kila siku akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Jambo la 4, wakati wa kufunga kwa wanandoa, wakati unapoingia kwenye maombi maalum kama ya kufunga na kuomba, kimaandiko hakuna kufanya tendo la ndoa mpaka siku za maombi ziishe. Baba yetu wa mbinguni anatuamuru haya katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 2. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali, mkajiane tena shetani asija akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Sasa nitaisoma ya Kiingereza ambayo inaeleza huu mstari wa 5 kwa usahihi. Inasema, defraud ye not one the other, except it be with consent for a time. Yaani msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Anaendelea kusema, that ye may give yourself to fasting and praying, ili mpate faragha kwa ajili ya kufunga na kuomba. And come together again, nanyi mkajiane tena, that Satan tempt you not for your incontinence, ili shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Kwa hiyo tunaona kumbe wakati wa kufunga, kama wewe una ndoa, una mume, una mke, basi kipindi cha mfungo sio kipindi cha kuwa na mahusiano ya kimwili.